Naleta ujumbe hii kwa kila Mkenya na kwa waombaji popote walipo katika taifa la Kenya, maana muda sio mbali, kupitia maombi nimeona mtu mkubwa katika ofisi za kiserikali ambaye aliketi mahala pa utawala au mahala pa nguvu, wakiwa na watu wanayemtumikia, the abductors, ambaye ni wahusika wakuu kwa kuteka watu nyara na waliotekwa nyara. Niliona wakiwa wanafunguliwa na miili ya wale wengine waliotekwa mateka au kutekwa nyara zikawa zinapatikana. Na wapendwa wakawa wanachukua ile miili ili waende wapumzishe zile ambazo ziliweza kutambuliwa. Na leta ujumbe hii, na tutaiona katika kitabu cha Danieli na kitabu cha Yeremia, lakini ili uweze kunielewa, kitabu cha Yeremia mlango wa 33 mstari wa 3, maandiko yanasema ya kwamba Mungu anasema, niiteni nami nitawasikia, nitawaonyesha mambo mazito magumu ya siri msiyoyajua. Wakati wa uombaji katika taifa la Kenya, tutaanza kuomba ili uovu huo ufichuliwe. Muda haitaenda mbali kabla yule wanayetenda naye na mahali vitendo hivyo vya abduction ama zile nyumba za siri, mahali wakiteka watu mateka wanawaficha kabla hawajajulikana. Nikimalizia na kitabu cha Danieli mlango wa 10 mstari wa 18, maandiko yanasema hivi: kisha mmoja mfano wa mwanadamu akanigusa tena, akanitia nguvu, akasema, mtu upendewaye sana, usiogope, amani iwe kwako, uwe na nguvu, naam, uwe na nguvu. Aliposema nami nikapata nguvu, nikasema, Bwana wangu, na aseme Bwana wangu, kwa maana umenitia nguvu. Mstari wa 20 nikimalizia, ndipo akasema, sasa ni yule malaika aliyemtokea Danieli, ndipo akasema, je, unajua sababu hata nikakujia? Na sasa nitarudi ili nipigane na mkuu wa Uajemi, na nitakapotoka huku, tazama, mkuu wa Uyunani atakuja. Mstari wa 21, lakini nitakwambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli, wala hapana anisaidiaye juu ya hao ila huyu Mikaeli mkuu wenu. Kwa hivyo hapa tunaona Danieli anapeana habari katika kitabu cha Danieli mlango wa 10 mstari wa 18, baada ya maombolezo yake na kufunga na kuomba siku 21 ili wana wa Israeli watoke katika utumwa ambayo walikuwa wametekwa mateka katika mji wa Babeli, ambayo wakati huo kwa utawala, aliyekuwa kwa utawala ni mfalme Nebukadneza. Kwa hivyo ilifika miaka 70, Danieli akaenda kuangalia katika vitabu vya manabii, na mojawapo akiwa nabii Yeremia, akaona baada ya miaka 70 wana wa Israeli walikuwa wanafaa kukombolewa, watoke kwa utumwa na warudi katika taifa lao. Lakini when you read from the context, utaelewa ya kwamba wale wakuu waliyesimamia ufalme wa Uajemi, the Persian princes
ama prince ambaye alikuwa ni wale fallen angel waliyeanguka, ambaye alikuwa ameteka mateka au ndiyo anasimamia mji wa Persia. Na ndio uelewe ilikuwa ni a prince, a demonic prince. Utaona maandiko ikifika hapo inamuita a prince, lakini kwa wafalme, kwa hiyo maandiko inawaita mfalme ama wafalme. So this prince that had taken charge over the territory of Persia ndiyo yule malaika wa giza aliyekuwa amefunga mateka mawazo ya wana wa Israeli na roho zao, licha ya kuwa miaka 70 walistahili kurudi katika taifa lao, lakini yule mkuu wa anga alikuwa amewateka mateka mawazo na roho zao, bado wako katika mji wa Babeli. Ndipo Danieli alipoanza kuomba, malaika Gabrieli katika mstari ambayo tumesoma alimtokea na kumweleza, wakati ulipoanza kuomba siku ya kwanza, hiyo ni Danieli 10 kuanzia mstari wa kwanza ukiteremka, maombi yako ilisikizwa na ikapata kibali, na Mungu aliachilia majibu ya maombi yako. Lakini mkuu wa anga wa Persia alikuwa amenizuia, naye Mungu akatuma malaika Mikaeli aje apigane hizo vita, ili mimi nipate nafasi ya kuja kuleta ujumbe kwako. Na hivi ndivyo kunaenda kuwa katika unabii huu katika taifa la Kenya. Malaika yule, a prince angel or an archangel, mkuu wa vita katika ufalme wa Mungu, maana wana wa Mungu ama watakatifu wameomba na wataomba. Malaika huyo ameachiliwa katika ulimwengu wa roho, na muda haitaenda mbali, ndiye atakaye pigana hizo vita za kiroho, na dakika ya mwisho, muda ambaye hautaenda mbali, anayesimamia hizo abductions, wanayetekeleza naye, na mahali hizo abductions zinatekelezewa, hizo majumba za siri ama manyumba za siri zote au wote watajulikana. Na huyu malaika katika ulimwengu wa roho ndiye atakuwa anapigana hizo vita, ili taifa la Kenya litoke katika mikono za utawala ambaye ni wa kugandamiza watu, na utawala ambaye ni injustice au utawala ambaye sio wa haki. Na unabii utatimia muda sio mbali kutoka sasa.